Naam, ndugu zangu ahli al-haq wal istiqama al-ibadhiyya. Kwanza hapa kabla sijaendelea niseme, ninaposema ahli al-haq wal istiqama al-ibadhiyya, kwamba ni watu wa haki na walionyooka, maibadhi. Basi kila ibadhi kwanza jitambue, na kila Muislamu asijakaona labda tunajipachika jina. La, haya majina yako zamani, na kila dhehebu wamejiwekea majina yao, kama vile ambavyo ahli sunna wal jamaa ni rahim ambayo ndani yake kuna Shafi'i, madhhabi Shafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hanbali, wazi, na mengine ambayo pengine yamesambaratika, lakini yanajumuishwa na ahli sunna wal jamaa. Na sisi asili ya madhehebu yetu sisi tukijiita ahli al-haq wal istiqama au al-muslimun au min babi ta'rif al-ibadhiyya. Hili sitaki nirefushe kwa sababu ni swala jingine ambalo pekee linataka muhadhara, lakini kwa kujifahamu tu, tukisikia hapa tunataja ahli al-haq wal istiqama, watu waliokuwa na haki na walionyooka, basi ujue ndio maibadhi, ndio akina sisi. Kama vile ambavyo mashafi wakiwa peke yao basi hujiita ahli sunna, wakafahamika kwamba ni wao mashafi. Mahanafi wakiwa katika nchi zao peke yao wakijiita ahli sunna, wakajulikana ni wao mahanafi. Alafu wakitajwa kwa jumla jamala kwamba ahli sunna wal jamaa, pia kwamba inajumuisha madhehebu hizi nne maarufu na wengineo ambao pengine madhehebu zao zimesambaratika, japokuwa ambapo kwenye vitabu bado. Ala kulli hal, turejee katika ishu yetu, maudhui yetu ya masahaba na huyu utapeli wa Lushoto kudai kwamba maibadhi wanamkafirisha Uthman na kuwasema masahaba vibaya. Nikwambieni swala la masahaba, nisikilize vizuri ndugu Muislamu, uwe wa madhehebu yoyote, uwe ibadhi, uwe Shafi, uwe Hanbali, uwe Hanafi, uwe Shii, uwe sijui Hizbu Tahriri, uwe Tablighi, sijui uwe nani, uwe Sufi, uwe Ash'ari, uwe Maturidi, man shi'ta min almuslimin, uwe Wahabi. Nisikilize vizuri pointi. Ahli sunna wal jamaa walipoweka msingi huu kwamba naskutu amma tashajara fihi sahaba, tunanyamaza au tunyamaze katika wale waliotetana na kuzozana masahaba au fitna zilizotokezea katika vipindi vyao, basi hikma yake ni kwamba yakiibuliwa mambo, likifunguliwa pazia, yataibuka yasiyotarajiwa. Narejea tena, likifunguliwa pazia, likifunuliwa godoro, yawataonekana kunguni ambao mwanzo kabla ya kufungua godoro ilikuwa hawaonekani. Narejea tena kwa mara ya tatu, likifunguliwa pazia, likifunguliwa dirisha, yataonekana yasiyotarajiwa. Ala mustawa, narejea tena, ala mustawa, narejea tena, ala mustawa jamii almadhhab, tena kwa madhehebu zote. Sijui nimefahamika ndugu Islam, kwamba hakuna madhehebu hata moja waliosalimika kuwazungumza masahaba kwa vibaya, iwe hivyo walivyowazungumza bihaqqin au bibatilin. Kwa hivyo wewe chagua kwa raha zako hukumu wanao wasema masahaba, chagua kwa raha zako, tafuta kauli ambayo unaipenda wewe, mbaya yao nzito yao uiweke, kwamba anayemsema sahaba hukumu yake auliwe, anayemsema sahaba hukumu yake apigwe mawe mpaka afe, anayemsema sahaba achukuliwe kwenye ndege alafu ipaishwe alafu atupwe, aekwe juu ya jumba la ghorofa atupwe, achimbiwe shimo azikwe akiwa hai, apigwe bakora, akatwe pande na masala mengine. Hiyo hukumu utakayochagua ukishaiweka, tunachokuomba ni kitu kimoja tu. Narejea tena, hii klipu nitaimalizia
katika kurejea ili asije katokezea tapeli mwingine min aqsa al-Madina, kutoka huko Lushoto au Rwanda au Burundi au Tanzania au Zanzibar au Pemba au popote, min aqsa al-ard ila aqsaha wa min adna al-ard ila adnaha, popote atakapotokezea mwambie bwana, hii hukumu ukishaiweka, naomba usije ukafanya taasub na kasumba ikawa hukumu hii itawahusu maibadhi tu, hukumu hii itawahusu mashia tu. Uwe mwadilifu kwamba hukumu kila aliyomsema sahaba basi hukumu hiyo umpitishie. Na leo ndio kazi ambayo tutaifanya, kwa sababu huyu pangu pakavu wa Lushoto, tapeli wa Lushoto, kasema kuna watu wengine hajui kama wamewasema masahaba. Yaonesha ikiwa hajui kwamba masufu wamewasema masahaba, hata hana habari kwamba mawahabi wenzake tena anawaheshimu, akainamisha kichwa anapowataja wamewasema masahaba kwa lugha chafu na mbaya. Tutathibitisha inshallah, tusiwe na haraka. Hii ni kuweka bayana tu sisi, na mimi kwa taarifa tu, hii kalima naitoa tuko katika al-ashr al-awail min Dhulhijja, tuko katika 10 la kwanza la Dhulhijja, ambalo 10 hili limetajwa kwamba hakuna amali bora atakayoifanya mja katika siku hizi ikawa ni bora kuliko kufanya wema, la amali salih. Tena masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, wala jihadi? Akasema hata jihadi haitofua dafu isipokuwa kwa yule ambaye atatoka na mali yake na nafsi yake ende vitani kupigana, halafu asirejee la na mali wala nafsi yake, kwa maana ilitoka na mali yake kapotea huko, kamaliza huko, au katekwa na yeye mwenyewe akauliwa. Kwa hivyo natoa kalima hii kama ni amali yangu ya kheri, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala aitakabalie katika kipindi hichi kitukufu, ili kuwaelewesha Waislamu wajue wapi kumbe sisi tunaweza kukutana na wapi hatuwezi kukutana. Hii naomba Allah atakabalie kwa mimi mzungumzaji, kwa wewe msikilizaji, na wewe muenezaji wa klipu hii. Inshallah ieneze ili watu wapate maarifa. Matapeli wengi wamekuwa wengi, na ndio waliokamata vyombo vya kueneza batili zao za kufarikisha Waislamu. Ndio Muislamu lengo hasa ni kukutoa taka wewe. Hawa watu hawa mawahabi hawa wanakuwa ni kama, subhanallah waliyadhu billah, ni wale watu waliotumia yale mihadarati. Ukishaingia kwenye uwahabi shida, manake huwa washaingia sumu vibaya. Kwa hivyo ni shida sana kutoka, na akitoka huyu huwa hatoki tena kikawaida. Kama anatoka hapa kahamia hapa, anayakanusha yale aliyokuwa akiyakanusha mwanzo, ya maibadhi, ya maashaira, ya masufi, ya mashia, na kukanusha ya madhehebu yake, kwa maana anatoka kwenye dini akaingia kwenye dini nyingine kabisa. Hivyo ndivyo, na wengine watokezea wakachoma vitabu walivyovitabikia miaka nenda miaka rudi, mawahabi hao wakavichoma kwa moto. Na kuna wengine ndio wakatangaza sasa kwamba ni maadui wa Uislamu, kwa sababu wamekuja kuona zile fikra wao kazi ni kuua na kumwaga damu tu, na kushawishi na kuchochea kumwaga damu na kufarikiana. Kwa hivyo usikereke, kwa sababu leo ni hatari sisi kufarikishwa. Leo sisi Waislamu, wewe kuja ukisoma historia utashangaa Mwingereza au wakoloni vipi kiujumla walizitawala nchi ambazo kati ya hizo ni nchi za Kiislamu. Tusema watu walikuwa na wingi wa kiasi gani? Kumbe la, walikuwa hawako wengi wa hivyo. Ni watu wachache. Utakuja ukuta ambua Sudan au Misri vipi imechukuliwa, imevamiwa na pengine majemedari pengine 300 400 tu wa kikoloni. Waliobaki ni Waislamu wa nchi nyingine, kiwa watokea India au watokea nchi za Maghrib au zatokea Jazair, wakaja wakaingia huko wakapigana na Waislamu wenzao wakawashinda, watu wakakamata nchi. Bali inatajwa katika sehemu nyingine walikuwa pengine majenedari
majemedari majeshi wa 8 au 18 au 28 au hadha aladad. Nafahamu? Kwa hivyo na hawa watu leo wanatugawa ili tusishikane. Uone Uislamu kwa kwao tu. Halafu hata ukija ukifuata hizo itikadi zao potofu na bid'a zao za kumfanya Mungu mpaka yuko kwenye maumbile kama ya kibinadamu, kama hivi tulivyo katika sisi, kichwa, masikio, mabega, mikono, tumbo, mgongo, miguu, ndio astaghfirullah al-aliyul azim, ndivyo alivyo Mungu anayemwabudu. Basi utakuja kukuta haya, ushaingia kwenye itikadi hizo wao kwa wao. Sasa mara wasikia kuna Ansari Sunna, mara kuna Salafia, mara si Hujuria, si zogo gani. Na ndio maana kipindi cha nyuma walikuja watu kutoka Yemen wakavamia Rahaleo wa Sheikh Nasr Bachu kule, wakakaa nao. Walivyoondoka wakatoa takriri yao na wakatunga kitabu. Wakaenda Tanga, wakapita na mikoa mingine, wakaandika takriri kuhusu Salim Barhayani. Sheikh Nasr Bachu akasema ni mtu ambaye imemfikia da'wa ya Ansari Sunna wala haifahamu uovu na ubaya wake, na ni watu wajinga wasiofahamu da'wa salafia. Kwa hivyo wakatiwa kwenye bid'a, na kitabu kipo. Salim Barhayani kaitwa majina aliyoitwa pamoja na kutuhumiwa kwamba ni mwizi. Naam, wametunga kitabu kinaitwa 40 yawman fi Tanzania. Hichi kitabu nilibahatika kukipata mimi nacho. Unaona? Kwa hivyo na wao wamekatana mapande. Na watu hawa, viumbe hawa wakikatana mapande, ni wale watu wanaosema msalie Mtume. Naam, kuna lugha watu mtaani akiona jambo kubwa limemkulia, sema msalie Mtume. Jambo kubwa. Asalala. Jambo kubwa. Hawa ndivyo wanavyokatana mapande. Mshaona? Wakatiana katika bid'a wao kwa wao. Haya, turejee. Sasa katika suala la masahaba niseme tu jamani, hakuna madhhabi iliyosalimika, kwa sababu walivyozungumza walikuwa wanazungumza anil waqi', kitu kilichowahi kutokezea. Ndugu Muislam, ili unifahamu vizuri, napenda kupiga mfano huu kwa sababu kila mtu unampiga katika akili yake, unamclick, anajua kwamba hapa kweli huu ni ukweli usiopingika. Niwe madhehebu yoyote, nikisema moto unaunguza moto, hakuna dhehebu utasema moto haunguzi bwana. Moto unaunguza, naam unaunguza. Moto uliokuwa haunguzi labda ni ule atakaupa amri Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wazi, au labda iwe ni moto bandia. Lakini ikiwa ni moto huu, moto ambao twapikia tunaujua sote, basi ukisema unaunguza basi hakuna. Lakini madhehebu fulani kwetu sisi moto hauunguzi. Kuna madhehebu ukiwa ni mtu wa bid'a utaungua, kwa si wa bid'a sisi mawahabi hatungui. Moto huo hapa duniani haupo, na ikiwa upo basi ni wabandia, ambapo akiingia wa bid'a na asiye wa bid'a, akiingia Muislamu asiye Muislamu, wote tutakuwa hawaunguzi au hawaungui. Naam, kwa hivyo vile vile mfano huu naupendelea kutoa mimi ile kusema jamani, laiti baba na mama, kwa maana mke na mume wamegombana, wana watoto wameshuhudia ugomvi ule umetatawar, umekuwa mpaka kabidi wapigane vibao, wapigane mitama, wapigane konzi, wapigane miko, wapigane pawa za kupikia, warushiane maji ya moto, wafanyiane hivi, wazi. Halafu ule ugomvi ukamaliza. Tutasema tunyamaze kuhusu waliotetana wazee? Tukisema kauli hii jamani, tunyamaze,
yale ambayo wamegombana wazee. Tukisema kauli hii huwa ina maana kwamba hawa wazee hawajagombana hasa. Nafikiri hakuna aliyekuwa na akili zake timamu akasema kauli hiyo, kwa maana ukweli utabakia waligombana. Huo kweli number 1. Na kuja fact number 2, ukweli number 2. Ukweli number 2 ni kwamba hapa walipotetana na kuzozana mpaka kupigana, kurushiana maji ya moto na kuathiriana, ni lazima yuko mmoja ndiye aliyokuwa na kosa la msingi, ndiyo aliyoanza kufanya ugomvi, ndiye ambaye aliyofanya kosa kubwa zaidi. Ikiwa hata mwingine kaanza, lakini mwingine ndio aliochukua hatua mbaya zaidi. Wazi, ikiwa kati kuna maneno walitupiana, ikawa kuna matusi yakalengwa makubwa ambayo hafai, hayastahiki hasa kutajwa, lakini itabakia ukweli kwamba haya matusi yalitokezea. Maji alirushiwa mtu akaungua, kisu alichomwa mtu, damu zikamvuja, akapelekwa hospitali, kesi ikafika polisi, lakini kisha ikazimwa. Kwa hivyo ukweli utabakia, lakini tu tunaona bwana, waliotetana wazee tusiyalete ili tusiibue hizi fitna, hali ya kuwa kitu kishapita. Nafikiri mpaka hapo utapata wazi picha ya kuhusisha ukweli uliopo hapa na katika tatizo la masahaba, fitani sahaba, kwamba mambo yalitokezea, itabakia ni fitna zilitokezea, watu wakapigana, watu wakauana, watu wakawatukana wengine. Hayo yalitokezea, wala hili hakuna mwenye ujasiri wa kusema kweli ikisha akaja akasema haya hayakutokezea. Hiyo ni ukweli wa pili. Na tunaendelea.